mfano wa manabii, yeye naye mtihani wake itakuwa ni mkubwa. Na wewe uchaji Mungu wako ukiwa mdogo, mitihani yako pia itakuwa ni ndogo, na siku zinakwenda mara ukitahamaki umekufa katika hali kama hiyo. Lakini manabii ndio ambao walipitia mtihani. Nabii Muhammad anapigwa mawe ndani ya Taif mpaka viatu vyake vinajaa damu. Makuraish wanapanga njama ya kumuua Mtume. Anatoroka usiku, maskini analia, anaiangalia Makka, anaiambia Makka, ya Makka innaka ahabbu biladi ilayya walaula ahluka akhrajuni ma kharajt. Wallahi wewe ndio mji ambaye ninayekupenda, hakuna kama wewe, na lau kama watu wako wasingenitoa humu ndani mimi nisingetoka. Pale pale Mwenyezi Mungu anateremsha wahi, Jibril anamwambia Mtume, innal ladhi faradha alayka alquran laradduka ila ma'ad, yule ambaye amekuteremshia Qur'ani atakurudisha katika sehemu uliyotoka. Ndio Mtume Muhammad sallam katika mwaka wa 10 anaiteka Makka na majeshi 10,000. Mwenyezi Mungu anatekeleza ahadi yake. Nabii Ibrahim anatupwa ndani ya moto, maskini moto haikuweza kumchoma kwa amri ya Mungu. Nabii Yusuf anatupwa ndani ya kisima. Mandugu zake walipoona kwamba hakufa, wakamuuza kwa thamani ndogo. Washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'duda. Wanasema baadhi mufassirin kwamba aliuzwa Nabii Yusuf kwa dirham 17. Mandugu zake wanamwambia, hatutaki tena kukuona hapa katika maisha yetu. Hao ndio walipitia mitihani. Nabii Musa anafuatwa na Firaun kwenye bahari, Mungu anamgeuzia karata Firaun, anaghariki Firaun, Musa anavuka salama. Nabii Ayub anapigwa na maradhi miaka 17. Yani katika nabii, miongoni mwa manabii ambao walikuwa ni multi-billionaire alikuwa ni Ayub alayhi salam. Ni nabii wa Mungu na tajiri kama yeye hakuna. Ghafla akaja akafilisika, watu wake wote wakafa, marafiki wakamtoroka na ugonjwa ikampiga, akabaki na mke wake tu. Akilazwa juu ya kitanda huwezi kujua kama kuna mtu amelala hapo. Nabii Yahya alichinjwa mpaka kichwa chake katenganishwa na mwili wake. Hao ndio walipitia mitihani. Angalia Nabii Ibrahim, maskini hajatulia, ametoka kutupwa ndani ya moto. Mke wake anataka kufanywa mabaya kule, hajui itakuwaje. Hajakuja kukaa sawa, ameishi miaka yote hajapata mtoto. Amepata mtoto, ameambiwa mwache hapo, nenda ukamtupe kule, mwache. Ameambiwa nenda ukamchukue mtoto wako, haijakaa sawa. Mwenyezi Mungu anampa amri nyingine, nataka umchinje huyu mtoto. Ndio unaona wewe unapokuwa ndani ya mitihani kila wakati, Mungu anakupenda wewe. Ukiona maisha yako inakwenda tu hivi, hakuna msukosuko aina yote, wewe umo ndani ya matatizo. Mtume anasema, yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi in kana fi dinihi salaba zida fil balai. Mtu hujaribiwa kulingana na imani yake ndani ya dini yake namna ilivyo. Akiwa na imani iliyokuwa nzito, imani iliyokita, imani iliyokomaa, imani ya sawasawa, atazidishiwa msukosuko. Ikitoka hii inaingia hii, hajamaliza hii inakuja hii. Wakati